Baba na Mungu wangu na kuinua maana wewe ni Bwana. Ninaje amesimama nataka kupanda Jehova. Naomba Bwana mioyo inayoenda kupandwa Bwana Jehova ukafungue hii mioyo Jehova. Fungua akili zetu, fungua mioyo yetu Bwana. Anapoanza kunena Bwana wataka nene kutoka kwako. Nyang'anya yaliyo yake na umpe yaliyo yako. Naomba Bwana mafuta yatoka nayo kwako Bwana. Utende mema anapoanza kunena Jehova. Kwa ujasiri na hekima maana wewe ni Bwana. Tenda mema Bwana nikakuinue. Hata wote tunaoenda kukaa chini na kusikia Bwana acha tukasikie kutoka kwako. Nakatana na usingizi, nakatana na kila hila Jehova ya shetani. Inaweza inuka kuleta usingizi, inaweza leta mawazo Jehova ya Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ninakatana nayo katika jina la Yesu Kristo. Tenda mema nikakuinua maana wewe ni Bwana. Tufungue maana wewe ni mfalme. Asante maana unatosha. Jina safi nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Asante sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao wamefika kwenye ibada hii na wote ambao wanayetutazamia kupitia kwa mtandao. Nasema karibuni kwa neno lake Bwana. Amen. Amen. Nahitaji nilete neno la Mungu ili tuweze kufikia kuyatenda mapenzi ya Bwana. Amen. Amen. Ningependa tu usalamie watu wawili watatu, uambie Mungu anakupenda. Amen. 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 Sioni ukiwa na furaha nzuri, lakini naamini ungejua kweli Mungu anakupenda, furaha ingezidi hiyo kiwango uko naye kwa sasa. Sema amen. Nataka nilete neno la Mungu. Kichwa chake ni kirefu, lakini naamini utakishika tu ili kiweze kufanyika kuwa msaada pia. Nataka kunena juu ya aliye kinyume na baraka yako, Mungu ako kinyume naye. Aliye kinyume na baraka yako, Mungu ako kinyume naye. Naweza weka hii ikuwe ndogo kwako. Adui wako ni adui wake Mungu. Neno la Mungu linapozungumzwa huwa linatutia moyo ili tuweze kufikia mapenzi ya Mungu. Mungu ana kusudi nzuri juu ya maisha ya mwanadamu. Yeyote atakayetembea katika njia za Mungu hata tayarika, bali atazoa baraka katika wakati wa Mungu unapotimilika. Amen. Tusome kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 12, some mstari wa 1 hadi 3. Inasema hivi. Bwana akamwambia Abrahamu, Yes. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubarikiwa na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana abariki neno lake. Amen. Amen. Wakati naposema ya kwamba adui wa baraka zako Mungu atakuwa adui wake, Abrahamu aliweza kuambiwa na Mungu kwamba atoke katika nchi na nyumba ya baba yake. Anapoambiwa kutoka,
ukisoma maandiko inasema alikuwa tajiri, maana alikuwa na mifugo nyingi, akawa mpaka na wafanyakazi. Lakini Biblia inasema Mungu akamwambia, toka katika hiyo nchi ambayo umezaliwa ndani, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo nchi nitakuzidisha. Haleluya. Hiyo nchi nitafanya uongezeke. Yeah. Hiyo nchi nitakupatia nafasi ya kuitawala. Hiyo nchi nitakupatia nafasi ya kutokwa wafalme ndani yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Anapomwelezea anamwambia toka. Kwa njia nyingine Mungu anaweza sema nawe ya kwamba uweze kutoka katika nchi, katika damu ya ukoo wenu, katika hali yako unapotoka. Kile Bwana Mungu anataka uingiane na njia zake, maana yeye ndiye amekuambia utoke. Kwa hivyo hautaangalia nyuma, utatoka kwa maagizo ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana Abrahamu anaambiwa, ukitoka nitakuzidisha. Haleluya. Atakaye kuwa adui wako, mimi Mungu nitakuwa adui wake. Sielewi wewe una adui wangapi. Kile nataka uelewe, ingiana na mpango wa Mungu, ili ya kwamba uone adui wako jinsi Mungu atakavyowafanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Bwana asifiwe sana. Amen. Anamwambia atamfanya kuwa taifa kubwa. Nataka ukuwe na hiyo ufahamu ya kwamba Abrahamu anaambiwa atakuwa taifa kubwa na hana mtoto. Abrahamu anaambiwa utakuwa taifa kubwa akiwa na miaka 75. Wangapi wako na miaka 75 hapa? Bwana asifiwe sana. Amen. Wao wengine wamepita hiyo miaka. Wako chini. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kama uko chini, jiambie Bwana nibariki. Bwana nibariki. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Maana anaambiwa akiwa na miaka 75 ya kwamba ondoka, na unapoenda nchi nitakayokuambia uingie, hiyo nchi nimeweka baraka zako. Nitakuongeza wewe kuwa mtu ambaye wafalme watatoka katika umbu lako. Na ndiposa leo nataka niambie mtu atakaye simama katika njia za Bwana, Bwana hata kuacha. Hata kama utaingia mahali nilikuwa ninaomba Bwana akaniambia kwamba hata kama wataingia kwenye miba wataongezeka, kwenye miba watafaulu, kwenye miba wataona Mungu wao. Ndio maana anamwambia hata kama una mtoto, wafalme wanatoka katika tumbo lako. Hata kama hujabarikiwa, utazidishiwa baraka. Na ninataka nikwambie mpendwa unayesikia habari hii, angalia Mungu anataka uingie na njia zake. Anasema atakuzidisha. Ninakwambia mahali huko, tarajia kuzidishwa na Bwana. Mahali unafanyia kazi, tarajia kuzidishwa na Bwana. Mahali watoto wako wanasoma, angalia wanazidishwa. Maana anayesema yeye ni mwaminifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ondoka. Ninajua kila mmoja aliondoka kwao akakuja hapa mjini Nairobi, haujakuja kuteseka. Yale mateso uliona sio sehemu yako. Bwana anasema kama alikuagiza, unategemea huyo Bwana. Hapa mjini unanawiri, hapa mjini unafaulu, hapa mjini unaongezeka. Maana ni kusudi la Bwana utoke kwenu ukuwe tajiri kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
uongezeke. Wafalme watoke katika tumbo lako. Haijalishi kile walichokifanya maadui wako, wewe hautang'ang'ana na maadui wako. Kuna yule amesema kama adui wako ataondokea, yeye ndiye atakuwa adui wake. Anakuambia wewe muamini tu, uone vile atakavyofanya adui. Wakati mmoja nikisoma Biblia, iliambia adui anaweza tokea kwa njia moja, lakini ukisimama upande wa Mungu, njia wanazotoka kwako nazo ni njia 7. Kumaanisha wanatawanyishwa na Bwana. Ninakuombea Bwana atawanyishe maadui wako wanayosimama kwa njia zako. Bwana kawatawanyishe. Ndivyo anavyomwambia Abrahamu, unapoenda unaenda kuongezeka. Alikuwa na mali ndio, lakini Bwana anasema mali hiyo haijatosha, utaongezeka. Ninataka nikwambie, unaweza kuwa umekamata kakitu, wacha nikwambie kado na hicho kakitu, endelea kuongezeka kwa jina la Bwana. Endelea kunawiri kwa jina la Bwana, maana unamtegemea huyo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akikuita anahitaji ukamilifu wa moyo wako. Anahitaji kuona vile unavyomdhamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako Bwana anapokuita, anatazamia uaminifu wako. Ili akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu anaweza nifungulia hii kitabu, ni rahisi hii. Yakobo mlango wa 2 mstari wa 23 na 24. Yule alikuwa ananisomea, yeye awache tu wengine wang'ang'ane. Nataka kuona jinsi Mungu anavyosema. Yakobo sura ya 2 mstari wa 23 inasemaje? Yes. James chapter 2 verse 23. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema kwa sababu ya Bwana kumhesabia kuwa mwenye haki, basi aliweza kufanyika kuwa wa kuongezeka. Kile nataka ushike ni kwamba Bwana akikuhesabia kuwa mwenye haki, hakuna mahali hauwezi nawiri. Hata kama utawekwa mahali pamekauka, utawekwa juu ya mwamba, Bwana atazawazisha njia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuwa mwaminifu, kutembea katika njia za Bwana. Bwana hawezi kufanya ukasaulika. Hata kama watakuacha, Bwana atakuingiza kwa baraka yako. Nilimwangalia Daudi wakati alikuwa mchunga kondoo. Watu walie na maana katika nyumba ya mama yao na baba yao walipokuwa wanahitajika, wazazi wanawapeana, lakini mafuta hayo kutoka kwa ajili yao. Na Bwana akasema ya kwamba kuna moto ambaye anakosekana hapo. Mfalme akanena ya kwamba kuna mtu ambaye anakosekana hapa, na kama hako aitwe. Haleluya. Nataka nikwambie katika familia umetoka ndani, kuna kitu Mungu anamaanisha juu yako, ya kwamba mambo yote yatasimama. Wanayosema kwako vibaya, mambo yao yatasimama mpaka utakapoanza kuongezeka, mpaka utakapoanza kufaulu maisha yako. Ndio posa utawafungulia milango. Daudi mafuta ilimwagika, ndio hawa wengine wakafuata. Ninataka hata kwa udogo wako, kwa ukosefu wako, watu wazuiliwe mambo yao, mpaka wewe ufaulu, mpaka wewe ufaulu, mpaka wewe ufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana.
nataka nikwambie, unaweza kuwa umesaulika, unaweza kuwa umedharauliwa, wanaweza kuwa hawakuhitaji kwa meeting zao. Hiyo isikujalishe. Kinachokushalisha ni kwamba ingiana na mpango wa Mungu. Mungu atakutoa huko nyuma, atakuleta hapa mbele na atakuzawadi. Ataonyesha ni Mungu wako, ataonyesha vile ulimwamini. Haijalishi walikutupa, haijalishi walikusahau, haijalishi wakusemangi juu yako, lakini Bwana anayemhubiri leo anaenda kutangaza moto hapa juu ya mafanikio, anaenda kutangaza moto hapa juu ya kufaulu kwake. Bwana anaenda kufaulisha moto juu ya huduma. Bwana anaenda kufaulisha moto juu ya kazi yake. Bwana anaenda kufaulisha moto juu ya biashara yake. Huyo Bwana anaangalia wale wameachwa. Wewe patikana leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ana haja na mtu leo. Ambia jirani yako, Bwana ako na haja na mtu leo. Bwana ako na haja na mtu leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania sura ya 11 mstari wa 8 hadi 10. Lakini ningependa msomaji anisomee mstari wa 10. Waibrania, Hebrews chapter number 11 verse 10. Hebrews 11:10. Yes. The Bible says that for he waited for the city which has foundations, which builder and maker is God. Bwana abariki neno lake. Yeye alimfanya Bwana Mungu kuwa mwaminifu, aliyeanzisha misingi ambaye iliyefanywa kwa sababu ya Bwana. Ninataka ninene na mtu ambaye atakayeamua ya kwamba anangojea msingi uliowekwa kwa ajili ya Bwana, anangojea kile aliandaliwa na Bwana. Ninajua watu walikushusha hadhi yako, hata kwa familia umeoleka ndani, haujulikani kama uko ndani. Mungu ambaye naye muabudu, Mungu ambaye naye mhubiri leo, kwa hiyo familia lazima utaonekana. Walisema hauwezi pelekewa mahali, mahali yako inaenda kuondolewa, kuwekelewa. Maana anasema anaenda kutengeneza, anangojea ile mahali palijengwa na Bwana. Oya, Abrahamu ni mtu alikuwa na tumaini, alimuona Bwana akiwa upande wake. Nami nataka umuone Mungu akiwa upande wako. Madharau yako ni bye bye. Madharau yako ni bye bye. Ni wakati wa kuinuliwa, ni wakati wa kuongezeka, ni wakati wa kuingia mahali Mungu ana haja naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka uingie mahali amekupangia. Adui wako walingangana, wanangangana, hawatafaulu, maana wewe haungangani nao. Kuna yule anakungangania ambaye anasema atakuwa kinyume na wote ambao wanataka kuzuia baraka yako. Lazima baluni yako ikapasuke kwa siku 2 hizo zimebaki. Haleluya. Maana huu mwezi unakuja wapendwa, hata kama unakaanga chini utainuka. Hata kama haufunguangi mlango utafungua. Sielewi ni wangapi wanaamini maneno ya kinywa cha nabii. Maana mambo Mungu anaenda kusababisha ni mambo ambayo imeshinda ujuzi wangu. Ni mambo ambayo imeshinda huduma nilipouanza. Maana Bwana anasema huu mwezi unaokuja ni mwezi mnaenda kukumbatia, ambaye haijalishi ni miaka ngapi umemaliza. Hata Abrahamu miaka yake 75, Mungu bado anamtafutia baraka. Anamwambia utaongezeka. Nilipokuwa ninauliza nani ako na miaka 75, nyote mlirudisha mikono chini. Ninataka nikwambie hiyo miaka umesumbuka yatosha. Ni miaka ya kuinuliwa sasa. Hiyo miaka umeteseka yatosha. Ni mwaka wa kuinuliwa. Ni mwezi huu na
inakuja. Ningekuwa mimi ni wewe, ningeingia by force. Mwezi ni wangu, hakuna atakayenizuia. Waliosimama kupinga hiyo mwezi wote wanaanguka, wote wanapoteza. Mimi ninanawiri, wewe nawiri, wewe nawiri. Wewe ingia kwa baraka yako, ongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ninahisi nikibarikiwa. Na singetaka mtu abaki kwa kiti. Mungu huyu naye mhubiri anatazama tu moyo ambayo unalingana na yeye, na anaachilia baraka, anaachilia kitu ambacho kilizuiliwa. Maana adui waliojipanga mbele yako walikuwa wengi, wakasema utaenda nyumbani ukiwa unalia. Na Mungu alisema kwa Abrahamu, ondoka kati ya nyumba yenu ili ya kwamba uende mahali nataka. Wewe ulikuja Nairobi mahali Mungu alitaka. Waliweka mikono kwa miguu yako. Ukifika Nairobi ufure miguu, hautafura miguu. Miguu itatembea, utabarikiwa. Waliyekamata watoto wako kwamba wangaikie mjini, hawatahangaika. Watoto wako watainuliwa, watoto wako watainuliwa, watoto wako watainuliwa. Hakuna atakayehangaika hata mmoja. Yale walisema yameanguka, wale walisema, wale walipanga, yote yameporomoka, yameporomoka, yameporomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui aliyepanga kwako, kwa jamii yako, kwa kazi yako, kwa biashara yako, mahali unahitaji kufika, adui aliyezuilia, mambo yake inaporomoka, mambo yake inaanguka, mambo yake haifaulu. Wewe ni wa kufaulu, wewe ni wa kuongezeka. Mahali unataka kuingia, kwa jina la Yesu ingia. Mahali unataka kufanya, kwa jina la Yesu fanya. Maandiko inasema, Bwana akamwambia Abraham, atakayeinuka ili aweze kukubariki, mimi Mungu nitambariki. Sini nasema mahali utakapopita uwe wa kubarikiwa. Mahali utakapopita uwe wa kubarikiwa. Pale unafanyia biashara, makastoma waelekea hapo ili ujulikane una Mungu. Waliye na irisi ninawashusha, wanayefanyia uganga ninawashusha. Ninaanua jina takatifu, jina la kuabudiwa, jina linalookoa, jina linalobariki, jina la miujiza. Abudiwe Mungu asiyelinganishwa na miungu. Abudiwe Mungu anayetetea waja wake. Hakuna siku vita vya Mungu vinapoteza. Kila mara anashinda, kila mara anashinda. Ambia jirani yako, hakuna mahali Mungu amepoteza. Kila mahali anashinda. Kila mahali anashinda. Ikiwa naiba huyo hasikii mzuri, maana mwezi ujao ni wa baraka yako. Mwambie, wewe kana shida yako, mimi mwezi ujao ni mwezi wangu. Nimefungua macho na mtazamia Bwana. Baraka yako nataka aweze kukuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ninamuona akifungua anga ya kumhubiri Kristo, akifungua anga ya kumsema juu ya Yesu. Hadharani mbele ya waganga, hadharani mbele ya wachawi, hadharani mbele ya matajiri, hadharani mbele ya wagonjwa. Huyo ndiye nimewaletea. Atakaye muamini, atakaye muamini hatapoteza. Ninakuombea usipoteze. Ninakuombea usipoteze. Ninakuombea usipoteze. Ninakuombea usipoteze. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wachache hapa Mungu ameniambia kila vita wanapoingia adui anawashinda.
Leo nataka nikwambie, adui huyu alicheza jana, leo hana uwezo. Alicheza na wewe jana, leo hana uwezo. Ile style yake, ile formula yake, kuna yule anapindua meza yake, ambaye anasema ameandaa meza dhidi ya watesi wako. Atatenda miujiza, mafuta yake yako juu. Ninataka kila mmoja nayeamini hii akaweze kusimama juu, naelekeze mkono mahali niko. Ambie Bwana, nataka hiyo baraka uliyoiandaa yangu kwa ajili ya mwezi ujao. Ninahitaji baraka hiyo ikumwagikie, baraka hiyo ije kwako, baraka hiyo ipokee, baraka hiyo ikumbatie. Mungu huyo ndiye Mungu nimewaletea, anainua watu. Kaa chini mwambie tu Bwana asante. Kaa chini tu mwambie Bwana asante. Kaa chini tu mwambie Bwana asante. Maana leo nataka nikwambie, Mungu huyo anamwambia Abrahamu, wewe ukitoka, mwito naweka ndani yako. Ni wa kutoka. Nataka nikwambie, kutoka kwako si ya kupoteza. Kutoka kwako ni kwa kuongezeka. Kutoka kwako ni kwa kubarikiwa. Kutoka kwako ni kwa kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita ulipopigana, Bwana ameniambia nitakuwekea mkono kwa kipaji chako. Ukiona nikikuwekea mkono kwenye kipaji chako, amini sasa unaingia moja kwa moja kwenye baraka yako. Ile Daudi alivutwa kutoka kwenye kichaka akaingia kwenye baraka yake. Mambo yote yalisimama mpaka aingie. Kuna watu mambo yao yanaenda kusimama mpaka yako ifikishwe, mpaka yako ifaulu, mpaka yako ionekane. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hisi tuende Ezekieli. Tusome Ezekieli 13 mstari wa 20. Mstari wa 20 nasemaje? Ezekieli inasema hivi: basi Bwana Mungu asema hivi, tazama. Kwanza ni nani asemaye? Nataka kanisa liweze kuelewa, huyu si mtu mwingine. Mambo ya unabii ni ajabu mno, na ndio maana anasemaje? Anasema hivi, yes, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu. Bwana anasema ako kinyume na wale maadui walieroga maisha yako. Bwana ako kinyume na wale waliefunga maisha yako. Huyo ndiye Bwana aishiye mbinguni anayesema ako kinyume. Ambazo kwa hizo mmeziwinda roho za watu kama ndege. Wanayewinda maisha yako kama ndege, wanataka wakuangushe ili kuwe kitoweo yao. Waambie leo, mimi siyo kitoweo yenu. Mimi ninaye Yesu, ninaye Mungu anayesema ako kinyume na wale ambaye wananifanya niwe kitoweo yao. Wamekuangaisha kwa muda mrefu, lakini leo unaenda kuponyoka. Ambia jirani yako, leo naponyoka. Bwana Yesu asifiwe. Waliamua ya kwamba wanaenda kutesa, nami nimekuja kusema Bwana kuna kinyume na wao waliyetesa maisha yako. Nami nimekuja nikwambie, anasema ako kinyume. Na Mungu akiwa na kinyume na mtu ni sawa na kumwangamiza. Aliye mbele yako, aliye nyuma yako, ako na misuli kiasi gani, Bwana anaenda kupindua meza. Ninajua kwa macho yako unaweza kuwa umewaogopanga, lakini leo nitakuguza kwa kipaji chako. Ushindi wa Bwana utakuwa juu yako. Haijalishi waganga wamejipanga wangapi, haijalishi maadui wamesimama wangapi, ni wangapi wanayekozuilia, hiyo haijalishi. Mungu wetu ni Mungu anayesema adui kama walijipanga wakakujia kwa njia moja, njia zao za kutoka kwako haziwezi kuwa moja, zinakuwa njia 7. Hizo ni watatorokea. Wewe ukiimba anaweza, anaweza Yesu, utaimba. Amen. Hallelujah.
ujao ni wa furaha. Sijui kwa nini nimekwama. Kwa hiyo ambia jirani yako with full confidence ya kwamba mwezi ujao ni mwezi wangu wa furaha. Mwezi wangu wa furaha. Imesalia masaa. Kama ulikuwa umetishiwa ni jana, leo mambo yako yamebadilika. Leo nguvu uko nazo ni tofauti. Leo yale walipanga kwako haifaulu. Angefaulu jana. Ambia jirani yako adui wangu angefaulu jana. Angefaulu jana. Oh Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulikuwa umenisomea 22. Tulikuwa tunaendelea na 21. Yes. Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu. Yes. Nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema zile roho zilizowindwa, watu ambaye hawana success, watu ambaye hawafaulu maisha yao, Bwana anasema anaenda kutumikia nguvu ili kufanya waweze kufaulu. Unisaidie hii macho ine yako tafadhali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie mpendwa, Bwana kuna kitu anaenda kumaanisha kwa maisha yako. Waliyekutazama hawatakuona vile wanakuonanga. Mambo yanaenda kubadilika. Na ndio maana anasema atatumikia nguvu. Kama walikufunga atararua maleso yao. Kama walikukamatia wapi, hiyo nyongo inapasuka. Hiyo nyongo inapasuka. Magonjwa yanaondoka. Mungu huyo nakusikie. Mungu huyo nasikia haja ya moyo wako. Huyo Mungu Amen. akusikie. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia mwenzako Mungu huyo akusikie. Sijui kama kuna mtu anasikia habari hii. Yes. Ninahisi kama kuna muongezeko ndani yangu. Ninaposema Mungu anakufungua maisha yako, Mungu anafungua maisha yako. Si vile unavyonijua. Kuna kitu Mungu ameongeza ndani yangu. Imenipatia authority and powers kudeclare kile kitu umepoteza kiweze kurejea kwa mikono yako. Ulirejesha afya yako, Bwana irejeshe. Ulipoteza pesa yako, Bwana ilete. Bwana ilete. Bwana ilete. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atatumia nguvu. Huyo ndiye Mungu nawaletea, anayetumia nguvu. Kama walisema hausimami hii mwaka, nami nasema mwezi ujao utafanya mambo hawajaona. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Walichimba kaburi yako, mimi nasema inafinikwa pasipo wewe ndani. Aha. Kuna muongezeko ndani yangu. Hii muongezeko nataka ingie ndani yako, ya kwamba kile walipanga hakiwezi faulu. Sijui wa kwenu wanaitwanga namna gani waganga wa kwenu, lakini wale wa kwenu ndio nasema hawafaulu. Sijui kama kuna mtu anasikia habari hii. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu mwenyewe anasema atatumikia nguvu, ili anajua waganga waliangamiza njia zako. Anajua. Kwa nini nimeshika hii? Hii inaitwaje? Miwani. Hii miwani vile nilikuwa nafundishwa, niliambiwa kama ni ya mtu mwingine haufai kushika hapa. Ushike tu mahali nimeshikia, na nikimaliza anafaa kuwe na kitambaa yake, atapangusia mahali nimeshika hapa, apanguze vizuri na arudishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekuja kusema kama kuna kitu shetani alipachika juu yako,
ambayo si halali na haitokani na Mungu lazima kitoke kwa jina la Yesu. Kile kilichopachikwa kwako si cha upande wa Mungu, kinaondoka. Anasema nenda na usidishiwe. Si kwa magonjwa, si kwa matatizo, ni furaha. Tell your neighbor, anasema juu ya furaha. Anasema upande wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna msukumo, na hii msukumo mtu itaangukia leo. Mimi sijui kile Mungu anakupatia. Akupatie Kwa jina la Yesu. Ninasema ile msukumo niko naye leo, ile nimeongezeka ndani yangu, hii msukumo atakayeipokea na Mungu amfanye vile anavyopendezwa. Aidha ukuwe ndani ya nyumba hii, unasikia habari hii, unatutazamia kutoka nje ya nyumba hii, hata wanatazamia katika nchi za nje. Ninasema kile Mungu amepanga juu yako kiwe ni chako. Kile shetani alipajika juu yako, iwe ni magonjwa, iwe ni ukosefu, elewa, chukue na aende naye. Wewe unaenda kubarikiwa, wewe unaenda kunawiri. Na hayo ndio mambo aliambia Abrahamu, uzao wako wafalme watakuwa ndani. Wafalme watakuwa ndani kwa uzao wako. Haleluya. Siniambie mtu yule anaweza amini vile Abrahamu aliamini. Mahali huko wafalme watoke kwako. Haleluya. Kama hata tajiri asahau malipo yako, akulipe na hata ya mtu ingine. Sijui Kiswahili hii kama imekuletea shida. Ninasema hata tajiri yako asahau amekulipa pesa, akupatie na Mungu amfanye asikumbuke. Amen. Ninajua kuna mtu hajasikia. Ninasema hata kitu wewe unausanga, unaweza kuwa unausanga hata 2,000. Yule utakaye kutana naye, yeye atasema hii kitu inanipendeza. Unajua mtu wa kushukisha bei anasemaga hii kitu sio mzuri. Huyu anashukisha, lakini ukiona mama, ndugu, hii kitu ni mzuri, anamaanisha kile utataka atakupatia. Sinipate ndani ya nyumba hii na wanayesikia habari hii ya kwamba kile utakachoulizwa kiwe kinakusongeza kwa utajiri wako, kiwe kinakusongeza kwa kuongezeka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu Mungu amenisukumia, natamani kitoke kikufikie kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vitatu Mungu alihitaji Abrahamu akiondoka akumbatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya kwanza alihitaji akumbatie uzao. Maana alimwambia ndani yako kwa miaka 75 unaambiwa ya kwamba uzao wako utazidishwa na hauna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hapa saa hii nikisema kuna mtu atapata 1,100 kando na malipo yake, kando na mshahara yake, kando na kila alikuwa amepanga, takuta watu wote wanainamisha kitu nyuma. Lakini mimi naamini hiyo msukumo iangukie mtu aliye na imani. Wakati mmoja niliambia mtu, Mungu ameniambia ya kwamba 1,100 itakuwa kwa akaunti yako. Akaniambia serikali haiwezi fanya hiyo. Yalipomtendekea hakunyamaza, alikuja mpaka mahali nakaa. Hakuangalia kijiji nimetoka ndani, aliangalia kila alielezwa na
yako. Mimi ninakuambia msukumo niko naye, hiyo kitu ikuangukie. Amen. Ikuangukie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikuangukie. Sikuelewa Mungu amenisukuma kwako leo namna gani. Lakini ukiona nimenyamaza, hiyo kitu itakuwa imeniondokea. Lakini kama haijaondoka, tutakaa tu hapa mpaka saa 10:30. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kisichoondoka sitatulia, na hiyo inamaanisha kuna mtu Mungu anangojea apandishe imani yake. Hiyo kitu nasema imwangukie. Kama unataka kuongezeka uongezeke. Hiyo kitu ikinitoka nitajua umebarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kesho na kesho kutwa ndio siku Mungu aliniambia mtu ataondokea Mtondogo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kesho na kesho kutwa ninajua kuna watu ambaye roho inawadega. Wacha nikwambie, roho isikusumbue. Angalia Bwana vile Abraham aliweka ukamilifu na Bwana, roho haikumdega. Wacha nikwambie kitu ya kushangaza. Alipoweza kutoka, aliondoka na mtoto wa nduguye anaitwa Lutu. Walipofika njiani, wafanyakazi wakaanza kuzozana, na Abraham akashika neno moja. Aliambiwa atoke na aende abarikiwe. Akaona akikaa kwenye mzozo hatakuwa amebarikiwa, hataweza kuongezeka. Akaambia ndio mtoto wa ndugu yao ya kwamba hata kama wewe ni mdogo, tusimame sasa. Wafanyakazi wetu wanazozana, mifugo yetu haina amani. Siku ya leo nataka ukiamua kwenda njia hii, mimi naenda njia hii. Amen. Abraham akaambia Lutu, chagua mahali unataka kuenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Lutu akaangalia, maandiko iliniambia macho yake haikumpotezea wakati. Aliona mahali kuna nawiri, aliona mahali kumetengenezeka. Akaambia Abraham, huko ndio naenda. Bwana asifiwe sana. Kuna hekima kadogo nataka utumikie. Unaposoma haya maandiko, yule mtu angesema agawie mwingine mahali pa kuenda, angekuwa mdogo, aseme ndugu yangu wewe chagua kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akajifanya mang'aa. Kile kitu aliona ndicho alikimbilia. Abraham akasema ni sawa sawa, kile ninalinda, ninataka nibarikiwe, niongezeke, na vile ninajua Mungu si muongo. Akachukua direction ambayo ina ukame, hata maji haionekani. Akasema kwa sababu mimi sitaki kisirani, ninataka niwe na Mungu. Haleluya. Akaondokea, akaanza kutembea, akaenda mahali tambarare, akaitia Mungu. Bwana asifiwe sana. Lutu akaenda mahali kuna manofu, akajua Mungu anafanyanga hivyo. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu wa kuabudiwa. Usipoweka magoti yako chini nisidishe mahali unaitaka, sitaweza. Maandiko iliniambia kile Lutu aliona ndicho kilikeuka kaenda kwa Abraham. Abraham akaongezeka. Si wewe, kile adui yako aliona kwako leo ageuzwe, wewe uingie kwa baraka yako. Amen. Mimi nasema wewe uingie kwa baraka yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kamsharo nalipwanga kangapi,
hiyo isikujalishe. Moyo wako mpaka mama alikuwa ananiona ni kitu hata hawezi niomba kitu kwa sababu ananihurumia 250. Sasa nitamuomba nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu ni nani wapendwa? Ukiendelea kulingana na vile mapenzi yake yalivyo, akasema mtu huyu amekuwa mwaminifu, mahali naenda kumwangusha, mambo yake itaenda kubadilika. Na siku kuwa vile, na mimi nasema lazima uinuliwe na Bwana. Inasema uongezeke na Bwana. Bwana aingilie hali uko ndani. Aione vile aliona yangu. Aliona yangu na wewe akaona yako. Nilikuwa nimedhoofika afya, singeweza kumhubiri. Akaniambia lazima utahubiri. Nimesimama mbele yako, afya yako inawiri. Bwana Yesu asifiwe. Afya yako inawiri. Kuna kitu Mungu amenituma nikueleze. Kuna watu wana ugonjwa inaitwanga mizio kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mizio inasumbua kanisa la Mungu. Nami nimekuja nikwambie, unaweza kuwa haujui Kiswahili, ninaweza tumia Kizungu, maana ninakwambia nilisomanga. Na kwa Kizungu inaitwa allergy. Allergy inaweza kuwa inakusumbuanga hata unajikuna mahali watu hawajikunangi. Nimekuja nikwambie, Mungu aliyenituma kwako aweze kumaliza allergy yako. Inaweza kuwa ya macho, inaweza kuwa ya tumbo. Bwana imalize, Bwana iondoe. Anasema anataka wewe ufurahi, upate amani yako, uweze kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nahitaji macho 4 ikuwe 3. Sijui kama naweza pata 3. Naweza. Kuna 2 nyuma. Bwana usiniache. Ambia jirani yako, Bwana usiniache. Bwana usiniache. Umeeleza jirani yako, Bwana usiniache. Bwana usiniache. Na ikipasuka sijui kama mtaenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Imani nataka ukuwe naye ni kwamba kitu mtu amebadilika kwako ambayo si ya upande wako, hiyo unaiacha hapa leo. Na mimi ninaamini ile mjazo nimejazwa, utawacha hapa by force, by fire. Magonjwa yako yanabaki hapa. Siwezi kataa. Bwana alinituma nikueleze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunamwamini Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mtu aongezeke leo. Lazima mtu apone leo. Amen. Lazima mtu aingie pale Mungu anataka aingie leo. Hizi siku 2 hizi. Ambia jirani yako hizi siku 2. Hizi siku 2. Wakati nilikuwa mkunga siku moja, kuna mama wanakuanga waoga, wanaanza kupiga nduru hata kabla ya siku. Kitambo uanze kubembeleza hiyo, mwambie hapana daktari, ngoja. Kile kitu na maanisha kwako, hii siku 2 imebaki, Roho wa Bwana mwagike kwako. Akusumbue, uingie kwa baraka yako, uingie kwa uzima wako. Roho wa Bwana akushukie, akuangukie. Ila ameniangukia ili ya kwamba ulie mpaka uingie kwa baraka yako. Amen. Mimi sijui kama umeshaona adui yako. Usiangalie adui yako. Maandiko imesema atakaye kubariki mimi nitambariki, atakaye kulaani mimi Mungu nitamlaani. Kwa hivyo mimi ninaumwa, ninazaa. Wanangu lazima mnazaa. Wanangu lazima mnazaa.
amesema atatumia nguvu. Yule anazuia kuzaa kwako, yule anasema miezi yako haiwezi 9, angesema jana, lakini leo amechelewa. Ninasema wewe unazaa. Wewe unaingia kufanya kile walikuzuia. Walisema mambo kadhaa, kwako yote natoa. Walisema utajenga na hautaingia ndani. Mimi nasema unajenga na usingizi utakupata ndani. Utalimbia Bwana ndani, utamshukuru Bwana ndani. Yes. Mimi nasema na sina uoga. Sasa mwenye kupokea hii kitu nasema, kama uko na uoga ni shauri yako. Nembara Yesu yambunia Yesu Luanda, nemba nengalu hainyuma ndia mabendie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikijua Bwana aliyeniokoa, mopanga aliye nayo juu yangu, siwezi angalia nyuma. Mopango Bwana aliye nayo juu yako. Wewe mama, wewe ndogo, wewe kijana, mopango Mungu aliye nayo juu yako. Ese wakorodi chini, ni mpango wa kuinuliwa, ni mpango wa kuongezeka. Anaambia Abrahamu toka, si wewe utoke. Hii kitu singeangukia hata mama mmoja, ingeangukia hata mzee mmoja ama kijana. Hii niondokeni, nisirudi nayo Soweto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisirudi nayo Soweto. Majira kama haya, majira kama haya. 21 hapo ulikuwa unasoma inasemaje? 21 inasema hivi: na leso zenu naso nitazirarua na kumuokoa na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu. Sio mtu mmoja atakayeokolewa. Kama kutakuwa na mtu anaamini hiyo roho Mungu amemwaga ndani yangu, hautakuwa mmoja peke yako. Kuna watu Mungu anahitaji kuokoa. Wewe mama, fungua tu moyo wako. Wewe mzee, fungua tu moyo wako na uamini kile Mungu anaandaa kwa ajili yako. Ndicho unachotaka. Cha shetani si chako. Aliweka kwako magonjwa, anaenda nayo leo. Aliweka kwako shida, anaondoka nayo leo. Maana wewe ni wa kuongezeka. Anasema atatumia nguvu. Walisema utajenga na mtu mwingine akae ndani. Haitawezekana, haitawezekana, haitawezekana. Pesa uliyechendea ukiwa kwa hii madhabahu, hiyo nyumba lazima uishi ndani. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Pesa uliyesanya ukiwa kwa hii madhabahu, ufanyie kitu unataka ufanyie. Anayezuilia, Mungu amzuilie mipango yake mpaka itulie, yako ifaulu kwanza. Wewe jenga, nunua shamba, somesha watoto, watoto wafaulu maisha. Wewe ongezeka kwa huduma. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hufanya mambo ili kwa sababu ya wakati. Genesis chapter number 17 verse 1 to 6 utajisomea nyumbani. Genesis number 21 verse 1 to 7. Mwanzo 21 Biblia inasema, nataka nizungumzie, maana kando ya Bwana kutaka kubariki Abrahamu, alipoondoka na mke wake, alifika mahali kukawa na matatizo, mpaka akasema kwa mke wake, kwa maadui wake, ya kwamba ni dada yake,
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfalme akachukua bibi Abrahamu. Biblia inasema Mungu alimpiga na mambo ya usingizi. Usingizi ilipiga mfalme mpaka hakukuruhusu mke wa Abrahamu. Ninataka kusema kitu ya mteule hakitazuiliwa kufika mahali Mungu anataka. Kitu ambacho Bwana anataka kwako kifanyike, hakuna atakayezuilia. Walikuwa wanataka wazuilie bibi Abrahamu kwa sababu ya kuwa mwenye haki. Mungu akampiga pumbuasi, mfalme akawa na usingizi. Adui wako wawe na usingizi mpaka upite kwao. Wakora wachanganyikiwe mpaka ufanye mipango yako. Simama kwa miguu yako, umwambie Bwana, mimi niko hapa. Adui wangu wapigwe na upumbuasi, adui wangu wapigwe na upofu mpaka nifaulu mipango yangu. Polo Ocho. Oh Mungu wangu, oh Jehova, oh Mungu wangu, oh Jehova,